tusome kitabu cha Zaburi sura yake, kitabu cha Zaburi. Wewe sasa sema ni sura yake ngapi? 18, 19. Basi wewe ulishamaliza. Niombe tusome, msomaji mzuri asome ili tuingie kwenye somo letu siku ya leo. Tunasoma Zaburi ya 18. Zaburi ya 18 19. Akanitoa akanipeleka panapo nafasi. Yes. Aliniponya kwa kuwa alipendezwa nami. Kitu cha kwanza, kwa nini alinitoa mimi? Namsikia huyu bwana anasema kitu kizuri. Kitu cha kwanza, alikuona wewe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Kitu cha kwanza, ili akutoe, ilitakiwa Mungu awe na macho. Na katika kuwa kwake na macho, wewe ni mmoja wa material ambayo alifanya kwa uwivu sana. Amen. Amen. Wewe ni material ambayo aliifanya kwa uwivu sana. Ina maana yeye akamilishe. Ndio maana anasema hivi, alinifanya nini? Alinitoa. Sababu mimi Aaron, na wote tena jina lako, nilipendezwa naye. Amen. Na ili umpendeze Mungu, inatakiwa ufanye kwa kadiri anavyotaka. Biblia inasema kwamba ninawapenda wale wanipendao, na wale wanifanyao ni jameni, wanitafutao kwa bidii. Neno bidii ni neno haielezwi mtu, hapana. Ni neno ambayo unakuja kwa moyo, iko na mstua, mpaka nifanye hivi, mpaka nifanye hivi. Somo ambayo tunaisimamia siku ya leo ni somo ambayo inazungumza ya kwamba nini, kama utaandika nini maamuzi yako unapokutwa na majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Nini maamuzi yako, maamuzi yangu, maamuzi yetu tunapokutwa na nini jameni? Na majaribu. Ndio huko alikufanya wewe mpaka na leo ujikute unakuwa na hiyo samani. Hata kutembea, kuna wengine wanajifieri na kujifieri, wengine sijui wanafualia nini, ama wengine wanafanya kisi wanapojua. Ni sababu ya hawe alikuona. Biblia kwenye kitabu cha Rumi anasema ya kwamba alitujua kabla ya misingi ya dunia kufanya jameni, kusimikwa, akatujua sisi. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wakati alipokujua, mara moja kuna na yule anayeitwa ya kwamba mbaya wetu, ambaye ndiye nani? Shetani. Na huyu naye halali, hana hata kitanda kama sikosee, hana hata nyumba, lakini sasa kila itwapo leo ako nafuata nyayo yako kutaka kukuangusha. Lakini sasa sisi walioitwa tunafanyaje wakati tunaingia kwenye matatizo? Ndio. Mpe Yesu makofi. Amen. Amen. Kwa hiyo kitu cha kwanza tutaenda kuainisha jaribu maana yake nini. Hapa kitini kinasema ya kwamba jaribu linamaanisha kuwekwa katika hali ya kupimwa, sababu ni neno ambalo liko wazi. Jaribu linatoka kwa neno kumjaribu, si vile jameni? Yes, ina maana ni neno linatoka katika, ina maana wanataka kukupima wewe, wanataka kujaribu waone, je, huyu anaweza hao hapana. Haleluya. Amen. Sasa hili jaribu wakati linapokuja, inatakiwa sisi sasa tuwe na msimamo wa kujua nitafanya nini na sitafanya nini. Neno hili Wakristo wengi wako nashindwa kusimama katika hili neno hili. Kumbuka andiko yetu, asema aliniona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliniona, na baada ya kuniona akanipeleka faragha. Mimi siamini kama mfalme ama Yesu Kristo, sababu ni muamini leo amekuweka kwenye hili eneo, na yeye huyu tena awe mbaya wako wa kutaka kukuaibisha paka. Hapana. Ndio.
muda wa Mungu upo kwa ajili ya maisha yako. Sema amen. Amen, amen. Hata acha kugombana, sababu wewe ni mmoja wa mwanaye ambaye alikuumba na tena akakupa akili ya kutafakari, kujua mimi ninatoka wapi, niko wapi na nimeenda wapi. Ina maana kusudi ama lengo na mazumuni ya wewe kuwa hapa Mungu anajua. Ndio kwa maana nikusia kwamba usichoke. Haleluya. Amen. 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 Usichoke. Hata tuone katika Biblia sehemu yetu ya kwanza ilikuwa ni maana ya neno jaribu. Tunaenda kuona namna Yesu Kristo alivyojaribiwa pale jangwani. Katika somo hili kuna wakati nilifundisha pale kanisani kwetu, kuna mmoja alisema, baba, Yesu alikuwa Mungu ule, usitufananishe sisi na Mungu. Ni kweli, lakini tusisahau ya kwamba Yesu ili tumwite Yesu, neno la kwanza ilitakiwa apitie kwa nani? Ili tumwite Yesu, maana yasema tazama atafanya hivi na hivi. Niko nataka kusema hivi sababu upate jibu kule. Tazama atafanya hivi na hivi na hivi, naye atafanya hivi na hivi, na watamwita jina lake nani? Yes. Maana yake mnasoma mtaka Christmas, maana yake Mungu pamoja nasi. Haleluya. Amen. Lakini sasa pamoja na hiyo, sasa ndio nataka niseme Mungu pamoja nasi, kwa lugha nyingine amezaliwa katika ori la nini? La ng'ombe. Amezaliwa. Ina maana kwa kadiri mama alivyonizaa Yesu Kristo naye alifanya nini? Pale tunaanza kwenda kuona ya kwamba Yesu Kristo naye ni nani? Ni mwanadamu. Mpe Yesu mikono jamani. Amen, amen, amen. Yesu naye ni mwanadamu. Sasa huyu mwenyewe alikuja kunielezea kwamba sasa baba, useme habari ya Yesu. Yesu si ni Mungu, hata kama alipata majaribu, kwa lugha nyingine alikosea. Haleluya. Amen. Somo linaenda hivi. Neno la kwanza, Yesu Kristo, tukisoma kitabu cha Mathayo sura yake ya 4 mstari wa 11. Ninaenda kusoma tu yale maneno ambayo Yesu Kristo alikuwa anajibizana na nani? Na shetani ambaye ndiye mbaya wetu. Mathayo sura 4 mstari wa ngapi? Mstari wake wa 10, mstari wake wa 9 tuanze pale sababu 5 nasema. Ndio. Tunapanda. 5 nasema. Ndio. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu. Ndio. Akamweka juu ya kinara cha hekalu. Akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, ndio, na mikononi mwao watakuchukua, ndio, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Amen. Neno linasema ya kwamba hivi, shetani akamchukua Yesu kwenye mlima, na baada ya kumchukua huko kulikuwa maneno fulani ambayo alikuwa anazungumza naye. Yale maneno yalikuwa ni ya kumjaribu nani? Yesu Kristo, ili aone kama ni kwamba Yesu Kristo atajitambua. Sasa katika maisha hii ambayo tuko nayo ni ya Kikristo, ni kwamba kuna watu wengi katika maisha ya Kikristo hawana na muda wa kutafakari kujua hiki kitu kimekuja namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Zaidi hao walikuwa na matabia mpaka kipande niende waniombee. Hawa watu ukiwafuata vizuri hawakuwaki na muda wa kutafakari. Na ndio maana katika habari ya neno la Mungu, kila mmoja yuko na level yake ya kutafakari. Kila mmoja yuko na mtazamo wake. Kila mmoja ako na vitu tu vya kwake ambavyo yuko navyo. Akianza kujieleza hapa, mpaka na mchungaji wake atamwambia, kumbe ndio huyo ambaye tunamfundisha kila siku namna alivyo. Ni sababu gani? Kila mmoja ana na hii. Na kama ana na hii, sasa ako na shida kuona nianze kuendelea namna gani.
Yesu Kristo na yeye kwanza alizaliwa. Biblia ukisoma kwenye kitabu cha Luka anasema mwezi wa 6 malaika Gabrieli alienda huku na huku vivi na hivi ambayo unajua, akaenda kuhakikisha ya kwamba utazaa mwana, nao watamuita jina lake Emanueli, maana yake Mungu pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa lugha eleweka, ni mwanadamu ambaye tuliyempokea. Ndio kwa maana nimekupatia maverse ili kuhakikisha kwamba Yesu Kristo na yeye alikuwa mwanadamu. Alisikia njaa ama alihisi njaa, alilia, aliona kila kitu chochote ambacho ni mwanadamu anakipitia, lakini tu yeye hakutenda dhambi. Kwa hiyo na yeye sasa ilimtakiwa apitie ubatizo. Ninamwona wakati alipofika katika mto wa Yordani, Yohana akamweleza kwamba ni wewe ndiye uliyetakiwa kunibatiza, si ni vile mchungaji? Lakini sasa Yesu Kristo asema kwamba hapana, inatakiwa sisi tufanye nini? Tupitie na tutimize ahadi ya nini? Ya Baba. Biblia inasema kwamba kubatizwa tu, na mara moja Yesu Kristo akaingia wapi? Jangwani, ili afanye ajaribiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Kwa lugha nyingine apimwe viwango, sababu neno jaribu inaweza kujieleza. Leo kwanza tunamjaribu ndugu sijui Andre apige kwanza drums, tunamjaribu. Ina maana katika kujaribu akifaulu, huyu atakuwa kutupikia drums, hata tukikuwa kwenye masherehe, hata tukikuwa kwenye matamasha, huyu sababu tumesha kumjaribu, huyu hakuna tena mtu ambaye atakayemfanya anguke endapo tutakuwa kwenye sherehe kubwa. Huyu anafanya nini? Anajaribiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Kristo na yeye sababu alikujia mission fulani, hakukuwa namna, hapana, hakukuwa namna aanze tu, hapana. Ilimtakia kitu cha kwanza aingie jangwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Jangwa maana yake ni fasi penye ukame, maana yake ni fasi pa faraga, maana yake ni fasi ambapo mtu anatakiwa azungumze, mtu anatakiwa akae atafakari, mtu anatakiwa akae aone kipi kifanyike kwa ajili ya maisha yake. Mpe Yesu makofi. Amen, amen. Hata maisha yako wewe, kama hautakuwa na muda wa kuingia jangwa, jua ya kwamba utakuwa na matatizo. Ilimtakiwa Yesu Kristo aingie jangwa, ende akajaribiwe, ndio huko kulianza kuwa yale. Kwanza mstari wa 3 nione. Ndio huko mstari wa 3, usisimame katu vile vitu. Mathayo 4 mstari wa 3 nasema, ndio mjaribu akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Neno la kwanza lile. Naye akajibu akasema, imeandikwa. Mtu hataishi kwa mkate tu kabisa, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jana bali barikiwe. Amen. Jana bali barikiwe. Amen, amen. Asema mjaribu akamjia. Niombe turudie katika maisha ya ubinadamu hii, ili mtu aitwe kuwa mtu mzima. Hapa sijue kwa ya master utanijibu wewe ili ulizo hii. Ili mtu aitwe mtu mzima anafikisha miaka mingapi? Nitikisie rafiki yangu jina nende. Ili mtu afike kuwa mtu mzima anatakiwa afikishe miaka mingapi? 18. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Kwa nini nirudie hapa? Jaribu ni kweli linaweza kuja, na jaribu halitaweza kuja kwa mtu ambaye hatafakari. Niombe niseme hivi kama takubaliana nini? Sababu Biblia inasema hivi, mjaribu akaja. Hebu wewe na mimi turudie. Yesu Kristo ametoka wapi? Yesu Kristo ametoka kwa Baba Mungu kuja kutaka kututoa ambako tulikuwa
tumepotea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ilimtakiwa ili akamilishe mission aliyokujia, ilitakiwa pawe jaribu ya kuona ya kwamba je, huyu alikamilika kwenye mission ambayo nilimtumia? Haleluya. Amen. Maana Biblia inasema ya kwamba ndipo mjaribu akafanya nini? Akamjia, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Haleluya. Amen. Kwanza katika maisha ya Ukristo, ili jibu ni jibu ambalo ndio kama vile na kaunafiki. Mtu anakuja hapa, mama, ikiwa wewe ndio Mkristo wa MMC, utuelezee MMC na baba wapi? Kabisa kwanza, kama tu uko na akili unaweza kujibu ile ulizo. Hapana. Sio nauliza vizuri jamani. Mchungaji, tena namwita mchungaji. Wewe kama mchungaji wa MMC, nieleze MMC na baba wapi? Ndio na maana. Haleluya. Amen, amen. Kwanza shetani alikuwa ameshasema huyu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Pili, mwana wa Mungu mwenyewe ambaye ni Yesu Kristo, na yeye alikuwa shajua ya kwamba hii ni mission ambayo imesha kunitengenezewa. Ndio kwa maana rafiki yetu ambaye ni Yesu Kristo, na yeye alisimama kidete vizuri kabisa. Vizuri kabisa. Akamjibu nini? Jibu sasa wewe kule. Akamjibu imeandikwa. Pe Yesu makofi jamani. Amen, amen, amen. Imeandikwa. Yes. Imeandikwa. Nakumbuka siku za nyuma Mungu amesaidia kuandika syllabus ambayo inasema ya kwamba tambua nguvu inayodhibiti akili yako. Watu wengi katika maisha ya Ukristo wao wanafikiria kwamba Ukristo ni Kristo tu. Naeleweka pale jamani? Ukristo ni kwenda enda tu. Ukristo kwenda na nini jamani? Na akili. Ndio maana wanasema kama akili na nini vifanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Mpaka hivi tuko hapa. Kuja unabii. Tangu unabii unasema ya kwamba hivi tumeanza ibada hivi, Mungu anasema ibada yetu hatutatoka hata mtu mmoja mpaka siku hii 3 ndio tunaondoka hapa. Tuko pamoja na wewe. Tuko pamoja baba. Uko naona? Mtu anafika hapa. Haleluya. Bwana anasema ibada hili halitamalizika hapa mpaka siku 3. Mambo inaharibika sasa. Kwanza mimi na mchungaji hapa tunasubiriwa saa 8 tufike kwenye wapi baba? Msibani. Unabii unatoka. Wanani watanijibu pale? Mungu akanisaidia nikaenda kuandika syllabus nyingine nasema hivi, asema afya ya akili ni haki ya kila binadamu. Afya ya nini jamani? Ya akili. Ni haki ya nini? Ikiwa wewe ndiye mwana wa Mungu, amuru. Je, kwa kweli turudie, unafikiri Mungu hana na uwezo wa kugeuza mawe iwe mikate? Alikuwa nao. Sasa kwa nini kutaka kunitania? Imeandikwa. Mimi mission ambayo nilikujia hapa jangwani, sikuja kwa lugha nyingine kula, hapana. Nilikuja faraga kutaka niingizwe kwenye formation fulani, kwenye training, ili nikashinde ile vita ambayo iko nakuja. Kwa hiyo sikujia kwanza habari ya kula, hapana. Amen, amen, amen. Anahakikisha ninaye Yesu, ninahakikisha hata haya yote yatanikuta, lakini mfalme wangu atashinda nini? Vita. Mpe Yesu makofi jamani. Amen, amen, amen. Yesu ninahakikisha, ninaye Yesu, niko mwasirasi ya kwamba hata ifanyike nini wala nini, yeye uko upande wangu. Amen, amen. Lakini utakuta wengine mara anakuwa kupiga mangoma tena ili bamwashe kwanza na moto, bamwashe shudeti vina mishumaa, bamfanyika ni vitu gani? Wewe mwimbaji, kwa nini unamwacha? Wewe uko kwenye majaribu, wewe uko kwenye kupimwa. Acha. Amen, amen, amen. Unaamua nini wakati upo kwenye matatizo? Unaamua nini wakati uko kwenye majaribu baba? Sijue dada, sijue kijana, sijue niulize namna uko na muaga namna gani?
Ukristo kwanza mimi nimeotoa kwanza. Mimi tu leo watanijua. Ni kweli tutakujua sababu gani? Hauna na akili ya afya. Haleluya. Amen. Kuna mtu siku moja ninamkumbuka kijana mmoja kanisani. Tena ni kijana ambaye tunamtumania zaidi. Siku moja kama alitiliwa nini kwenye kichwa chake, asarau tu mchungaji tena kanisani tu. Kwanza mchungaji tunakuwa tunaukania sisi wa vijana kumbe tuko na kundi masikio tuko na kaniana. Haleluya. Amen, amen. Tuko na kaniana tena mtu kaniani. Hapana. Najaribu kwa kuwa shetani yeye ni mwerevu, ana na kila style ya kukujaribu wewe. Ana kila style. Kwanza kumbuka, vita ilianza lini ya wewe mwanadamu? Kitabu cha Warumi sura yake ni ya 9 mstari wa 29 anasema hivi, alikujua kabla ya nini? Kabla ya misingi. Ndio vita ilianza. Kwa wale ambao mfalme Yahwe aliwaweka wawe viumbe kwa mfano wake, na wewe ulikuwemo, lakini rafiki zako mpaka hiyo siku wengi mimba yao ilifanya nini? Ilitoka. Kwani yule alitoka ana mtu jameni? Ni mtu. Pili, wengi wako walikufa siku tu ambayo ulizaliwa tu, na yeye akafanya nini? Pale. Lakini wewe mpaka na leo. Tena jingine, anakuja kukuita kwa upole ya kwamba nataka uwe mwanangu, uwe hivi. Ndio maana kwanza nashauri waimbaji, jameni, tusiimbe juu ya kuimba tu. Katika uimbaji hata na mimi hata hapa kwenu kukikuwa watu watatu na mimi naweza kuwa waimba. Amen. Hakuna kitu ambacho kizuri nje ya uimbaji, sababu kinasisimua hata madhabahu ya mfalme. Yeye anastua. Sasa lakini kama hautajua kuimba, kwa nini nasema utajua kuimba? Uko naimba vitu vizuri lakini viko tofauti na ile uko naimbia wewe. Kama hapa nilifuata kitu wao wanasema kama Shadraka Meshaki walifanya nini? Sikufuata vizuri hapa hivi. Lakini sasa wewe uone Shadraka Meshaki walipita kwenye jaribu gani? Kutiwa kwenye moto, baba. Kutiwa wapi baba? Kwenye motoni. Nilitaka kuwabeba tufike Kongo pale Lubumbashi, niwaeleze kule ambako wanaandalia madini. Hii inaitwa migodi, yes. Sasa ikitoka migodini inaenda sasa kwenye kiwanda ili kuandaa ili tupate hii mawaya hiyo kiwanda. Kinachemshwa hapa tuseme kitanishika kabisa. Kinachemshwa kwa degree ya 2800 degree. Nisaidie Kiswahili. 2800 ya degree ya moto. Wewe unasogea kule? Hapana. Sasa Shadraka, Meshaki na Abednego wao waliwekwa zidi ya pale. Hapa Mungu mtapia Yesu makofi jameni. Amen. Waliwekwa zidi ya pale. Lakini mpaka na pale wako ndio kusema hivi, sisi hatutaendelea kufanya nini? Kumwabudu huyo Mungu wenu. Sisi tutamwabudu aliyetutoa katika nchi ya nini? Ya Misri. Mpe Yesu makofi. Amen. Ni jaribu kubwa, lakini walisema haitafanyika. Tutamwabudu mfalme wa wafalme. Tutamwabudu Yahwe. Tutamwabudu Elohim. Tutamwabudu mwanzo na mwisho. Amen. Yule ambaye nipaka na leo mimi niishi. Amen. Lakini wewe unapopata na kidogo tu ni kuanguka. Kuna wengine hapa hivi wako na kujia makanisani ni kama hajaenda kuangaliwa ni kile Kiswahili kutazamwa, hajaenda kutazamwa hata kuja kanisani. Ndio. Tena kuna wengine wako na vimatabia kwanza unaija na uongo. Mimi kanisani kwangu kuna wengine siendaki tena, acha nieleze wazi. Kuna wengine siendaki kuwatembelea tena. Sababu na waulizaga hivi, wewe nao unaenda kuangalia nani? Mfano yeye ule ana mtu ule jamani. Ni mtu ule jamani. Ndio. Niulize kwanza hii wiki yote nani alifika kwa hiyo masa mchungaji? Unakuja kuangalia mnyoshe mkono. Si ni kitu kizuri jamani? Ndio. Nyosha kwanza mkono. Moja. Sasa angalia kanisa sasa. Uko nenda kwa mchungaji. Basi mchungaji na yeye atupendaki si ndio ampendaka. Haleluya. Amen. Ni nani
aliyeenda kwa mchungaji hata na dumu ya maji na yesema hapana. Hapa naenda kwanza hivi atoka hospitali kwanza niende na hii dumu ya maji akishanao aniombea nibariki ni nani? Lakini wewe ukitoka na usubiri yako kupatia. Tena kama bakupatia mwe kanisa unatoka na kutoka. Sasa toka hata wewe mwenyewe utatoka na wao wote hao. Basi unaona basi yani utajaza mabasi mpaka ingine itafika na Kibondo mabasi tu basi. Kama utatete itabaki basi ya miguu 20 sijui mabasi. Jaribu. Juu tu ya njaa, juu tu sijui ya kanini, sijui tu ya nini tu yani unapoteza mwelekeo wako. Ndio. Na wewe umeitwa kwa mfano wa Mungu. Biblia inasema kwamba Bwana Mungu akatupulizia pumzi ya nini jamani? Ya uhai. Pumzi ya uhai ndio afya ile aliweka, sababu ndani mwetu kama Wakristo tunatakiwa tutafakari. Tunatakiwa tuwe yani tuwe strong ya kuona ya kwamba kama mimi sipo ile kazi haitaendelea, na najua ya kwamba kupitia kazi natumika, Bwana Mungu ananibariki. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ibada ikipangiwa hapa mpaka tujakuja tena, wachungaji tunaanza kuiva na dhambi tu pamoja na baba mzee nzuri, tunaanza kudanganya tunajua mama wewe kumbe tunasema tu uje tu. Je, hiyo baraka na huo ufalme na hiyo urithi wake ama wetu ni wako wewe? Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jana bali barikiwe. Amen.